Uhali gani mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi Usinihukumu. Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu, na hii ni sehemu ya 10. Ikiwa sehemu ya 9 tuliishia pale ambapo nilikuwa nikimuuliza na kumsisitiza mama kuhusiana na yule kichaa, kama ana uhusiano wowote na familia yetu. Lakini jibu la mama lilikuwa ni kwamba yule ni kichaa tu, ametokea kuipenda familia yetu. Kwa pamoja wote tuende kujua nini kilifata baada ya mazungumzo yale ya mimi na mama. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Edmund Gaspar Shekbaha, na mimi msimuliaji wako naitwa Nivo. Karibu rasmi katika sehemu ya 10 ya Usinihukumu. Binafsi sikuridhika na maelezo ya mama. Tulizidi kumdadisi mama atuambie ukweli. Mara ghafla baba aliingia na stori ilishia pale, na wote tulisimama na kumsalimia na kuelekea mezani kwenda kupata chakula. Baada ya kumaliza chakula, nilimuita mdogo wangu na kumwonyesha ile barua ambayo nilipewa na yule kichaa nimpatie baba. Perpetua alipoisoma aliniuliza, hii barua inamaanisha nini? Sijui inamaanisha nini, ila alinipa yule kichaa nimpatie baba, na baba alisoma kisha akaitupa kwenye ndoo ya takataka. Nikaichukua na kuitunza. Nikamwona mdogo wangu kama kuna kitu anafikiria. Akaniangalia. Kaka, nahisi kuna jambo limejificha. Tena kuna siku alinionyesha picha ambayo yupo baba yetu na watoto 3, 2 wa kiume na mwingine wa kike. Kaka, hii ni kama fumbo kwetu na sijui tutalifumbua kwa njia gani. Mdogo wangu, mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu nijue ukweli wa jambo hili. Sawa kaka, naomba tushirikiane kwa kila hatua. Sawa, hakuna shida mdogo wangu. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, siku ya sisi wa Kristo kukusanyika pamoja na kumwabudu Mungu. Ila hali yangu ya kiafya ilikuwa si nzuri. Sikufanikiwa kwenda kujumuika na Wakristo wenzangu. Nilibaki nyumbani, mimi pamoja na wadogo zangu Perpetua, ila baba na mama walikwenda kanisani. Perpetua alinipeleka kituo cha afya kwenda kupata matibabu. Wakati tunarudi, tulimkuta yule kichaa amekaa getini akiwa na kile kiroba chake. Tulipofika karibu, tulisalimiana, kisha akaingiza mkono kwenye kiroba chake, kisha akatoa mfuko na kunipa. Nilipotazama ndani ya mfuko kulikuwa na matunda, kisha akaniambia, pole kwa kuumwa, ila hopo kwenye masumbuko kama nilivyo mimi. Tuliangaliana mimi na mdogo wangu, kisha tulipomwangalia tena akatuambia, najua mnajiuliza kwa nini napenda kuwafuatilia. Msiumize sana vichwa vyenu mkakosa furaha moyoni mwenu, na baba yenu akirudi
mwambieni kuwa kule alikokwenda ni hekalu la Bwana. Anapaswa kujitakasa ndio akaingie, maana huwezi kumpenda Mungu kama humpendi nduguyo. Baada ya kumaliza kuongea, alichukua kiroba chake na kuondoka. Tulimwangalia hadi akatokomea. Mdogo wangu aliniuliza, hivi alijuaje kama unaumwa? Mimi hata sijui. Wakati tunaulizana maswali ambayo hatukupata majibu kutokana na maneno ya yule kichaa, tuliwaona baba na mama wakirudi nyumbani kutoka kanisani. Perpetua alienda kuwapokea na mimi nikafungua geti na kuingia ndani. Usiku wa manane, nikiwa naweweseka kitandani, kwa mbali nilisikia sauti ikiniambia, najua una nia nzuri na mimi ya kutaka kunisaidia nipone, na upendi kuniona nikiwa katika hali hii, ndiyo maana ukaamua kwenda kwa mganga. Ila usipende kuabudu miungu watu, na nilikuambia umwambie baba yako atubu dhambi zake ndio aingie kwenye nyumba ya kuabudu. Je, ulimwambia? Nikafumbua macho na kuangalia huku na huku nikiwa na hema juu juu. Nikainuka na kwenda kuchukua ile dawa niliyopewa na mganga. Na hapa tumefika tamati ya sehemu ya 10 ya simulizi ya Usinihukumu. Tukutane tena katika sehemu ya 11 hapa hapa kwenye YouTube channel ya Mr. Vision. Msimuliaji wako ni mimi Nivo, na mwandishi wako anaitwa Edmund Gaspar Baha. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment chini ya hii video. Tukutane next time.